Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumeamua hapa kukuletea mwanafamilia ili uweze kujua kwamba ni nini ambacho kipo ndani ya klabu ya Young Africans kwa sasa. Kama tunavyojua kwamba Young Africans anakwenda kukutana na kibarua kizito kuwakaribisha Al Ahly katika mechi yake ya kombe la mabingwa bara Afrika CAF, mechi itakayokwenda kuchezwa huko katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Wao wanapaita Guantanamo. Tayari timu zote mbili zimeshakwisha kufika katika mazingira ya mechi husika kwa maana ya Zanzibar, ambapo mchezo huo utakwenda kufanyika. Al Ahly wakiwa wameshakwisha kufika tayari, lakini halikadhalika Young Africans nao wakiwa wameshakwisha kufika katika sehemu hiyo ya Zanzibar ambapo mchezo unakwenda kufanyika. Lakini nikujuza tu kitu kimoja kwamba Young Africans jana alikuwa na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo uliotamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Hivyo na Al Ahly wenyewe huko Misri katika ligi kuu ya Misri ulikuwa na mchezo ambao nao ulitamatika kwa Al Ahly kushinda ushindi wa bao 3-1 kama jinsi ambavyo Young Africans walivyoshinda bao 3-1. Matokeo ambayo watu wengi wamekuwa wakiyatazama na kuyafananisha kwamba ni nini ambacho kinakwenda kukutana kutokea huko Zanzibar, kama Young Africans wamepata ushindi katika mchezo wa ligi kuu, lakini pia Al Ahly wenyewe ambao wamepata ushindi katika mchezo wa ligi kuu. Sasa wanakwenda kurudiana ili kuona ni nani atadondosha alama kwa mwenzie. Mchezo wa awali Young Africans alikubali kipigo cha mabao mawili huko Egypt. Kwa hiyo sasa naye anazihitaji point katika mchezo huo. Katika grupu mpaka sasa Al Ahly anaongoza grupu akiwa na pointi zake 7 akifuatiwa na Young Africans mwenye pointi 4. Young Africans kitu kikubwa ambacho wanakiangalia katika mchezo huu ni kuhakikisha kwamba wanahitaji ushindi ama wanahitaji pointi zote 3 ili kuendeleza kuwa wababe katika grupu, na endapo kama Young Africans atafanikiwa kupata point katika mchezo huu ni dhahiri shahiri kwamba atafikisha pointi 7 kama alizonazo Al Ahly katika grupu lake. Kwa hiyo ataendelea kujiweka katika sehemu nzuri zaidi ya kuhakikisha anafuzu na kutinga hatua ya robo fainali, kama jinsi ambavyo marengo ya klabu wao wamejiwekea, ni lazima wafuzu hatua ya robo fainali. Tunaweza tukasema nafasi ipo kubwa kutokana na kwamba Young Africans mpaka sasa anahitaji pointi zake 6 tu ili aweze kuwa amevuka ama amefuzu hatua ya robo fainali. Na tukiangalia mpaka sasa huu anakwenda kucheza mchezo wa 4 akibakiwa na michezo miwili ambayo mmoja ugenini na mmoja utakuwa nyumbani. Anazihitaji pointi 3 muhimu katika mchezo ambao utakwenda kuchezwa siku ya tarehe 31 ya Januari hii ya mwezi huu wa kwanza, ambapo Young Africans watakwenda kuitupa karata kwa mara nyingine huko Misri wakiwakaribisha Al Ahly katika mchezo huo. Congratulations zimetoka sana kwa Engineer Said juu ya sajili ambazo amezifanya. Kimona Depu jana akiingia kambani mara 2, moja kati ya usajili mkubwa ambao umezungumziwa kwa ukubwa zaidi, lakini pia unaendelea kuzungumzwa katika majarida tofauti ambayo yanaandika habari za michezo juu ya mshambuliaji na striker huyo Auriano Depu ambaye amekuwa gumzo sana na ambaye anataka kuishika ligi kuu Tanzania bara NBC, akiwa amecheza michezo miwili na kuhusika katika mabao 4, mabao 3 ya kufunga, lakini assist 1 kwa mechi 2. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni wastani mkubwa na namba kubwa ambazo amejitengenezea. Anataka kujitengenezea kwa ufalme fulani hivi katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, lakini kwamba wanacheza namba 1 na Prince Mpomelelo Dube. Ni vipi Dube ajiangalie juu ya mshambuliaji mpya huyu ndani ya kikosi cha Young Africans kutokana na comeback ambayo anakuja nayo mpaka sasa. Unaweza kaona namba hizo ambazo
amezitengeneza katika ligi kuu ya Tanzania bara. Na vitu vingi ambavyo vinaendelea kuzungumziwa kuhusiana na Aurian Dep ni moja kati ya CAS ambayo anayo, licha ya kwamba mchezo wa klabu bingwa ambao ulifanyika huko Egypt hakupata bao ama hakufanya vizuri kama jinsi ambavyo watu walikuwa wanatarajia, lakini mwalimu bado anaendelea kumwamini na kumpa matumaini makubwa juu ya mechi inayokuja. Ni vipi anaweza akafanya kama anayoyafanya ligi kuu huko katika ligi ya mabingwa? Basi hili hapo ni swali ambalo naweza nikakuacha nalo hapo kwenye comment, ukaniandikia comment yako juu ya kile ambacho nakiona kwa Aurian Dep ambaye kwa sasa anaendeleza ubabe huko katika klabu ya Young Africans, hasa katika ligi kuu ambako mpaka sasa amejichapia mabao yake matatu. Je, huko ligi ya mabingwa barani Afrika na kwa atatengeneza ufalme kama ambao anautengeneza ligi kuu ya Tanzania bara? Basi hii hapo unaweza ukachapa comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika update zinazokuja. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika update zingine zijazo, na hii hapa ni HNT Media. Bye bye.